Alifungwa jela na serikali ya nchi yake mwenyewe kwa kosa la kuandika kwa lugha yake mama, na leo hii baadhi ya barua alizoandika akiwa gerezani zimehifadhiwa hapa katika maktaba hii ya chuo kikuu cha Indiana nchini Marekani. Ngugi wa Thiong'o alizaliwa mwaka 1938 katika kijiji cha Kameretho nchini Kenya, wakati nchi hiyo ikiwa chini ya utawala wa Waingereza. Alikulia katika kipindi cha ukoloni ambapo baadhi ya wanafamilia wake wengi waliteswa na wengine kuathiriwa na mapambano dhidi ya utawala huo. Mwanzoni aliandika kwa Kiingereza na hata alibatizwa jina James Ngugi. Mwaka 1964 alichapisha riwaya yake ya kwanza Weep Not Child, iliyomfanya ajulikane duniani kama mmoja wa waandishi muhimu zaidi kutoka Afrika ya Mashariki. Lakini mwaka 1977 maisha yake yalibadilika. Siku moja wananchi wa Kameretho walimfuata wakimtaka awasaidie kusimulia maisha yao kupitia sanaa. Kwa kushirikiana na mwandishi Ngugi wa Thiong'o pamoja na wakazi wa eneo hilo, waliandika tamthilia ya Gahi Kandenda, yani I Will Marry When I Want. Tamthilia hiyo iliandika kwa lugha ya Gikuyu, lugha ya wananchi wa kawaida. Maelfu ya watu walijitokeza kuitazama. Ujumbe wa filamu hiyo ulikosoa ukosefu wa usawa, ufisadi na namna wananchi walivyohisi kusalitiwa hata baada ya uhuru. Serikali ikaanza kuiona tamthilia hiyo kama tishio. Usiku wa tarehe 31 Disemba 1977, Ngugi alikamatwa bila kufunguliwa mashtaka rasmi na kupelekwa gerezani. Akiwa gerezani, alifanya uamuzi ambao ungebadilisha historia ya uandishi wa Afrika. Aliamua kwamba kuanzia hapo angeandika kazi zake kwa lugha ya Gikuyu, na riwaya yake Devil on the Cross aliiandika kwenye karatasi za chooni akiwa ndani ya ukuta wa gereza. Ngugi aliamini kwamba bara la Afrika haliwezi kujikomboa kikamilifu ikiwa bado elimu, fasihi na fikra zake zinaendeshwa kutegemeana na fikra na lugha za wakoloni pekee. Kitabu chake ninachokipenda zaidi ni Decolonizing the Mind, kilichochapishwa mwaka 1986, na Septemba mwaka 2024 nilipata wasaa wa kuzungumza naye kwa ufupi huko Atlanta, Georgia. Ushauri wake kwangu ulikuwa ni mmoja tu: endelea kutunza na kueneza lugha za mama Afrika. Ndiyo maana video za ukurasa huu zinakujia kwa Kiswahili. Ngugi wa Thiong'o aliungana na nyota za mbinguni tarehe 28 mwezi Mei mwaka 2025 akiwa na umri wa miaka 87. Je, ni vitabu gani vya Ngugi wa Thiong'o umevisoma? Na je, unaamini sisi wa Afrika tunaweza kuendeleza elimu, fasihi na maarifa kwa lugha zetu wenyewe?